makofi. Bishop wetu, Bishop Ole Napa, na wachungaji wale wengine, Pastor Kiok, na pia Reverend Mutua, rafiki yangu kutoka Ruai, His Excellency the Governor, waheshimiwa wote na jamii yote ya ambao tuko hapa. Bwana Yesu asifiwe. Tusalimiane vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa nasikia si uko complete bila hii. Unajua kwa sababu ya wale hawajui wageni wetu, ndio sign ya authority wakati unaongea hapa kwa Masai. Sasa authority yote niko nayo. So karibu sana Your Excellency hapa Karimoni kwa jamii hii. Ni jamii rafiki zangu sana. Tumetoana mbali na kupitia urafiki wao wakani introduce kwa rafiki mwingine, Bishop Ole Napa. Na Bishop Ole Napa amekuwa ni rafiki yangu kwa muda mrefu sasa. And kama kuna jambo moja ambalo sasa nitawaambia waheshimiwa ambao wako hapa, ni vizuri kukuwa na baba wa kiroho. Wakati mambo imekuwa ngumu, kuwa na mtu anaweza kukusaidia kwa maombi. Nakumbuka kwa vita zile zangu zote ambazo nilikuwa nazo na tunazijua, if there is one man mwenye alisimama na mimi kwa maombi yote hayo, ni Bishop Ole Napa. Na siku whenever I talk to him, ama wakati wowote nilichukua simu yangu kuongea na yeye kumwambia hii safari inakuwa ngumu, tukiomba mzigo ilikuwa yote inaniondoka na ninasikia kabisa nimepata nguvu ya kusonga mbele. Na katika vita za gavana wetu, secretary, we have been praying with for you with Bishop Ole Napa kabisa. Nimetoka hapa nimeenda Tinga si mara moja kwenda kwa maombi yako governor pamoja na Bishop, na najua kupitia hayo maombi ndio maana serikali hii imesimama, and I'm sure ya kwamba hii serikali inasimama 2027 na hadi 2032 kwa sababu ya maombi. So na nikafanya special request kwake, nikamwambia now that you are coming here today, yule mwenye amekuwa akiombea kwa siri sasa anakuja, I requested him to come now personally, akuje akuombee. So we really thank you Bishop for coming, na tunapenda mafuta yako yale Mungu amekupaka. Nashukuru kwa sababu tuliposema tutakuja, tulikuwa tuje tarehe 20, lakini diary ya governor ikawa iko ngumu kiasi. So we requested that we move the mchango kuanzia tarehe 20 tuweke siku ya leo, and I'm sure this is the day that the Lord had made, ya kwamba leo tunaenda kununua hiyo gari yote, na tutanunua gari ambayo haitakuwa na deni ama namna gani kabisa. Hii deni hii tunamaliza yote siku ya leo. So nashukuru governor kwa sababu ya ile maendeleo umetupea hapa kwetu, na kwanza kabisa kwa niaba ya the Ma community, na wao wenyewe wameisema asante kwa sababu ya kupea Grace kazi kwa ofisi yako. Na nafasi ile Grace anakuanga amefanya kazi ni nafasi kubwa sana pale kwa ofisi ya governor. Kwa hivyo Masai community, mjihisi kwamba mko ndani kabisa kwa hii serikali ya Kimani Wamatangi. Umeendelea kabisa kutufanyia kazi mingi eneo hili letu governor. Najua hawa Masai ambao wanaishi hapa wakigonjeka walikuwa wanaenda Thika ama wanaenda Gatundu ama pia wanaenda Ruiru. Lakini governor, kwa hiyo muda ambao kidogo umekaa kwa ofisi, Wamasai ambao wako hapa na wenyeji wa Juja wameona ile hospitali umetujengea kubwa hapa Juja. Tumejengewa level 4 hospital ambayo itakuwa na bed capacity ya not less than 180 beds. Pia tutakuwa na theater 2 pale, na tutakuwa na laboratory, na magonjwa yote ambayo mnajua kwa hii ulimwengu yatakuwa yanatibiwa pale. Vile vile governor, umetusaidia sana kama watu wa Juja. Umetupea municipality kwa sababu before tulikuwa tunaenda kungangana kwa municipality ya pale Thika, na tumepewa municipality yetu. Kwa mambo ya masomo governor, umefanya ECD center nyingi sana, na moja ya zile zenye umefanya hapa Kalimoni ni ile ambayo ina benefit wa Masai ambao wako hapa. Iko hapa Thiririka Primary School imekamilika kufikia term ambayo tunafungua, watoto watakuwa wanasomea pale. Vile vile tuko na Wamasai wengine wanaishi hapa Abasalama. Tumejenga ECD center zingine 2 hapa Abasalama. Pamoja na hizo tumejenga zingine mingi
kujumuisha zote ambazo tumejenga kwa wakati huu hapa Kalimoni. Tumejenga ECD 8 na hii hapa Kegwe hapa jirani kwenye najua ndio tunapigia kura, ambao tuko hapa ndio inajengwa kuanzia mwezi huu twenye tumeanzisha hadi na kufikia Disemba itakuwa imekamilika. Tupigie gavana wetu makofi. Kwa upande ya maji gavana, tumeweza kuweka maji kila pahali, including hapa pahali ambapo tuko. Maji ile ambayo tunakunywa hapa kwa hii kanisa ni maji ya Rujuasco. Na kwa hivyo mimi najua maji, mambo ya maji hatuna shida. Labda shida yenye iko ni mwenye hajaingiza kwa boma yake. Lakini maji tuko nayo kila pahali, including pahali Bishop Kioka naishi upande ya huko kule Salama. Kwa hivyo tunakushukuru, umetenda mengi, na tunaomba kama vile umeomba na viongozi wenu kufikia 2027, na najua mmeamua kwa kauli moja, tusibahatishe. Kama kuna kiti hatupaswi kubahatisha ni kiti ya governor. Tunajua kiti ya governor ni ya Wamatangi ama namna gani? Kwa hivyo kiti ya governor hiyo, that is a discussion yenye haiko kwa meza yetu tena. Mimi nitawaambia ile nafasi nitasimama 2027 ama namna gani 2027. Na mimi najua, mimi governor najuanga, nikiangalia kwa raini hivi wakati watu wanapiga kura, nione reso ya Masai, hiyo najuanga hiyo ni kura ya Musheke imesimama pale. Kwa hivyo mimi najua ni kutangaza tu, tutatangaza ni kiti gani tutasimama 2027 ili tuendeleze kazi ambao ni mingi ambayo iko mbele yetu. Ama namna gani ndugu zangu? Si hapo ni kabisa. Tunashukuru, na kwa sababu ya muda naomba nisiweze kuzindisha pale. Ila tu niwaambie kama ni mambo ya basari, naomba Bishop Pastor kusikue tena wakati nimetangaza basari nikose kupata majina ya Wamasai ambao wako shule. Na wale ambao wako shule nitahakikisha tutafanya special arrangement ya kwamba tutawaweka kwa arrangement ya kwamba sio lazima kila saa mtokee, mtakuwa automatically tumaweka kwa hiyo ratiba hadi watoto wetu wamalize form 4 na waendelee na masomo. Kwa hivyo that is my undertaking, na najua gavana wale ambao watakuwa ni mzigo kwangu nalete kwa ofisi yako ili waweke kwa programu ile yako ya kuwasomesha. Tunashukuru. Leo tumekuja na wageni wengi sana. Niko na MCs wengi ambao wamekuja kuzidikisha governor. Na ni vizuri kwa sababu nimesikia kuna wale wanajua kwamba governor amekuwa akikimbizwa kwa vita ambazo hazina maana. Zile vita ambazo hazina sababu. Tumeona juzi wabunge wa Kiambu, MPs, juzi tena wamerudia vita, na ni vizuri Bishop umekuja ndio usikie hii. Wamefungua kurasa ingine ya vita hadi wamehakikisha huyu governor akaunti zake zimefungwa, ati sijui kuna biashara alifanya, sijui 2013, sijui 20 ngapi, vile walishindwa kabisa kupata shida kwa serikali yake. Wameanza kumtafuta kwa mambo ambayo haina maana ya kitambo. Si tutaombea huyu governor wetu. Na wale wabunge ambao wanaendelea kuchokoza governor, kwa sababu tuko na Wamasai wengi katika hili eneo la Kiambu, tutaombea wote wakataliwe na kura za Wamasai. Ama namna gani? Ama namna gani watu wetu? Wale ambao wote wamepigana na Wamatangi watapiganwa nao na Wamasai. Ama namna gani? Si ndio watu wangu? Lazima waanze kuendelea mbele kuheshimu huyu gavana, kwa sababu ni gavana ambaye anapenda kabila zote ambazo ziko. Gavana asanti. Gavana, kwa hiyo miaka miwili nimwambia Kalimoni tumejenga shule 8. Kwa hiyo miaka miwili amejenga shule ECD Center 390 na zimekamilika. Nimwambia ametujengea hospitali yetu ya level 4. Pamoja na hii amejenga zingine 5. Kwa hivyo kwa miaka miwili na nusu amejenga hospitali za level 4 hospitali 6. Tumpigie makofi. Tunajengewa hospitali ingine yetu ile ya Juja Farm ikuwe level 3 proper. Na pamoja na hizo amejenga zingine 26 kwa miaka miwili na nusu. Tumpigie makofi. Huyu ni governor mchapa kazi, na kwa hivyo wakati unaniona nikisimama nyuma yake, mimi nasimama nyuma yake kwa sababu najua watu wa Kiambu wanaenda kupata manufaa ambayo yanastahili. Kwa hivyo kwa hayo mengi na machache, niombe MCs ambao tuko na wao wakuje ili waweze kuonekana na hawa ndugu zetu. Tafadhali kujeni tuharakishe kiasi, masaa imesonga.
Kujeni. Na rafiki yetu amesema kuna Wamasai wenye hawana bwana. Kuna kijana mmoja tutatafutia bibi siku ya leo, ako hapa, atakuja hapa saa hizi. Huyu mheshimiwa anaitwa Mheshimiwa KK, amechaguliwa upande ya Kiambaa, ward inaitwa Mushadha, tumpigie makofi. Anaitwa Mheshimiwa Edi, amechaguliwa upande wa Kabete, ward inaitwa Nyadhuna. Huyu naye ni mdogo wangu pale bungeni, ndio deputy majority leader, anaitwa Mheshimiwa Koina, kwake ni kule Kiambu town. Makofi. Huyu naona anajulikana sana na wale wa kutoka ng'ambo ile ya Mwalimu Farm. Huyu ndiye ameshika kuanzia huku Gatongora ya pande hii hadi Mwalimu Farm, tunamuita Mheshimiwa Dan. Tumpigie makofi. Tuko na Mheshimiwa Wanjiko na yeye ametoka pande ya Kiambaa. Tumpigie makofi. Tuko na Mheshimiwa Juliana na yeye ametoka upande ya Thika. Makofi. Tuko na Mheshimiwa Esther Irongo, tumpigie makofi, ni wa kutoka Pokwele pa Ruiru. Tuko na Mheshimiwa Monica Keguro, ni wa Gatundu South. Makofi. Tuko na Gladys Wamboi, ni wa pale Kikuyu. Makofi. Tuko na Mheshimiwa Kefu, naye ni wa kutoka Chania, Gatundu North. Huyu ni jirani wetu. Huyu ndiye amekuwa akituletea hii shida ya fisi. Fisi wanatoka kwake wanakuja kwetu. Anaitwa Mheshimiwa Mweferi, tumpigie makofi waweteidhie. Anaitwa Teacher Alice, naye ni wa kutoka Kabete. Makofi. Tuko na Mheshimiwa Kahora, naye ni wa kutoka ward inaitwa Kiganjo upande ya Gatundu South. Makofi. Naye rafiki yetu huyu amechaguliwa ward inaitwa Lari Kirenga, anaitwa Mheshimiwa Kinyanjui. Tumpigie makofi. Tuko na Mheshimiwa Hezron, naye ni wa kutoka ward inaitwa Riabai pale Kiambu. Makofi. Tuko na Profesa Ngaruya, naye ni wa upande ule wa Gesha Tigoni upande wa Rimuru. Tuko na Mheshimiwa Waikino, anaitwa Gashunga. Tumpigie makofi. Tuko na Mheshimiwa Shira Gadhoni, naye ni wa hapa Ruiru. Tumpigie makofi. Tuko na Mheshimiwa Washera, ni wa Ruiru. Tumpigie makofi. Sasa huyu ndiye kijana anasema amekula mshahara miaka 3 na hana bibi. Unisaidie kwamba tupate bibi ya huyu kijana. Anaitwa Mheshimiwa Wanyoto, amechaguliwa pahali kunaitwa Komodhai. Tumpigie makofi. Tuko na Mheshimiwa Ireri Christopher, naye ni wa kutoka Bibilioni ward upande ya Rimuru. Haya, rafiki yetu huyu tunamuita Mama Yo naye ametoka upande ya Kabete, ndiko amechaguliwa. Wahali kunaitwa ward inaitwa Kabete, soko inaitwa Wangigi. Ukijipata uko Wangigi na uko na njaa, ingia kwa hoteli yoyote, kula na ukunywe, useme bill ni ya Mama Yo, ndiye huyo hapa. Tuko na Mheshimiwa Rebecca, ni wa kutoka Rimuru. Tumpigie makofi. Tuko na Mheshimiwa Ruth, naye amechaguliwa pande ya Githunguri ward inaitwa Githiga. Tumpigie makofi. Na kabla niondoke niwaletee salamu, nilikuwa nimepewa salamu zenu na Gavana Olelenku. Alikuwa akuje atembee hapa siku ya leo kwa sababu ni rafiki wetu sana na Bishop. Akaniambia diary yake imeshikana, umepokea salamu zake. Lakini tuambie ndugu yetu, hata kama anasimama pale, ajue sasa nyinyi ni watu wa Kiambu. Hakuna kuhamisha kura tena huko. Kura zetu ni za hapa. Hamna namna gani? Haya, Deputy Speaker kuja hapa, usalimiane, alafu sasa nimuite gavana aweze kuongelesha wananchi. Asante. Aya, Mungu ni mwema kila wakati. Kwa majina naitwa Jiro ni Deputy Speaker wa kaunti ya Kiambu, na kwa muda huu mimi ndio MCA wa Thika Town Hospital Ward. Kwanza namshukuru Mungu kwa siku ya leo, nimekutana na wama ambaye tuko nao mpaka kule kwetu Kisii. Lakini gavana, naona wama vile wamekuja juu tuko na city Thika. Sasa upatie Bishop plot moja hapo and quota iwe Thika City. Sio ni mzuri? Mama, sio ni mzuri? Nyinyi muwe na and quota kwangu Thika Smart City ambaye gavana ameleta. Ndio Bishop, huyo maombi yenu na sisi tuombewe. Leo mimi sitasema mengi, Your Excellency, na vikiri yote imesemwa. Na ile imesemwa ni ya ukweli. Vile Your Excellency ukiwa gavana wa ine Kiambu, ile mambo yote tumeona hapa hatujawahi kuiona. Na ile experience ulikuwa nayo Senate,
ulikuwa unasema mambo ya county ifanywe hii na hii na hii, hatukuwa tunaona kama ni ukweli. Your Excellency, wakati umekuja Kiambu umeleta maendeleo yote, tukatoka pesa tulikuwa tunaokota 2.9 billion, saa hii ni 5.4. Sio gavana anachunga pesa, na amefanya kila sub county iwe municipality. Tuko na pesa inakuja kutumiwa hapa. Lakini Your Excellency, tunajua mimi nimegundua Kenya, wakati umefanya kazi mzuri ndio unakuwa adui. Si ndio? Simutuombee sasa, kwa sababu tunafanya kazi mzuri, tuendelee mbele. Vile tumesikizana Your Excellency, sisi kama watu wa Thika tuko na wewe hapa kwa hapa. 2027 atuachiri. Si ndio hiyo? Si wamama mtatunga mkono? Na mnajua wamama kwa serikali ndani. Kwa hivyo nyinyi mko pande hii, hapana rudi kule, wacha tukae hapa. Na mnaona hata Kajiado hakuna city iko Thika. Na naona nimemtetea leo kwa gavana. Bishop Bwawe anakuja Thika, mnaenda kutembea huko, hiyo city mnatuchunga kwa sababu wamama kwetu Thika ndio tunafanya kazi na wao sana. So kwa Machase, asanteni sana na Mungu awabariki. Tupigie DS wetu makofi. Sasa tukikaribisha gavana, nataka nimuombe ya kwamba ni desturi yetu tukifika hapa kwa Wamasai, ile jambo hatuachangi nyuma, bado ni kukula nyama ya Wamasai. Kwa hivyo tukimaliza asiende, kumechomewa mbuzi mingi, tutakula mbuzi hapa. Kwa hivyo gavana hataondoka hadi tumalize kukula mbuzi, tuko na mingi. Ama namna gani? Haya, asante sana. Naomba sasa kwa heshima tuweze kumkaribisha gavana wetu aweze kuongea na sisi. Karibu sana gavana. Asante. Naomba tukae chini tafadhali.